Sana kwa majina ni Kaluma. Kwa hapa bunge la mwananchi hapa Manyata. Na tuko hapa kama bunge power. Bunge kibi. So tunasema hivi. Siku ya leo kitu na ambaye inatusangasha sisi kama Wakenya na sisi kama vijana ni vifo yenye nakuwa hapa nchi yetu hapa na pale. Saa hii imetoka kwa wananchi, imeingia kwa viongozi ndio wanauliwa. Na kwanza wanauliwa olela. Na tunasema hivi, mbona kama wale ambao wenye wako na security ndio wanakufa hivyo? Na ndio maana nakubaliana na Sifuna wakati alisema akipanda hata ndege kitu ya kwanza anaangalia kando. Kama mtu ya UDA ako pale anapanda. Kama mtu ya UDA hajapanda hiyo ndege hata yeye hawezi panda. Na ni ukweli. Hata huyu kiongozi wetu ambaye amekufa juzi, ungekuwa na mtu ya UDA tunafikiria hata kifo haungeuliwa. So tunasema hivi, hii government ya William Samoei Ruto tangu achukue usukani alituambia ile panga yenye alipewa si ya kukata mboga, ni ya kunyoa ya Wanakenya na kupunguza Wakenya, ambapo ameweka mtu mwingine hapa anafanya snakes na wananchi wa Kenya, kuwanyang'anya wazazi pesa yao, ati anatafutia vijana ajira pale Qatar, sijui nchi nyingine huko China, ambapo Kenya kasi iko, lakini au viongozi wamechukua pesa wameweka kwa mfuko yao, alafu wanakuja kudanganya wananchi ati pesa hakuna katika nchi yetu ya Kenya, ambapo tunasema sisi kama Wakenya tumechoka na uongo wake William Samoei Ruto. Sababu Ruto ni muongo, ndio maana alifika Migori kule Kiancha na uongo. Mr. Ruto, wa Kenya wamechoka na uongo. Sababu gani tunasema hivi? Sisi kama vijana tuliahidiwa kazi, ambapo ulienda Kiancha kuambia umetenga, wananchi wakakasirika, wakakuchapa kiatu. Na sasa tunasema hivi, sisi tunajua uongozi wa William Samoei Ruto si mzuri, ambapo vijana wanadanganywa wanapelekwa Qatar na nchi zingine. Wakifika pale badala wapewe kazi, wanaajiriwa kazi ya kukua wezi, wanaiba kule. Ukikataa kuiba unauliwa. Sasa hiyo ndio uungano na yenye Ruto alisema ati China na Wakenya na wananchi wetu wa Kenya ati wanaungana kwa niaba ya kazi ama kwa niaba ya biashara. Tunashindwa kama wananchi wetu wanauliwa na William Samoei Ruto amenyamaza kama rais wa jamhuri yetu hii ya Kenya. Sasa tunashindwa kama Kenya itaongozwa na Faruk Kibet. Faruk ndiye anasema pesa ya viongozi wengine wenye wameenda retire, pesa yao iondolewe pewa wananchi. Wananchi akina nani? Hiyo pesa ikiondolewa, si ni Faruk ndiye atapewa? Sisi tutapewa hiyo pesa. Na tunamwambia Mr. William Samoei Ruto hivi, sisi kama wananchi hatutakubali na hiyo uongo yako na ukora ambayo umetuwekea sisi kama wananchi wa Kenya. Na tunataka ile kifo ya Ong'ondowere uchunguzi ifanywe haraka iwezekanavyo. Wale wenye walifanya waliua Ong'ondowere wakamatwe, wapelekwe kotini. Nikimalizia, leo sina mengi. Nasema hivi, viongozi muheshimiane na muheshimu wananchi. Hatutaki siasa ya kifua. Tunataka siasa ambayo ukiwa unapiga ujue unataka kuongoza wananchi ya Kenya. Usikuja hapa kupiga siasa ya propaganda. Tuliona ati Salasia anataka uongozi ambaye si mbaya, nao wengine kila moja ause sera yake penye inafaa. Na sisi tunaletewa kina Kalonzo, kina Martha Karua, kina Rigathi Gachagua
hao wote ni wakora, sababu walikuwa katika hii government. Hii government yote si walikuwa ndani. Wakora wote ndio tunaletewa, tunaambiwa wanataka kubadilisha nchi. Bwana kusema ati passes ya shule ibadilishwe rangi, hiyo si kufanyia wananchi kazi. Sasa tunataka kiongozi mwenye anakuja na ulifanyia Wakenya nini? Na ndio maana nasema kama mungekuwa mtu kama Salasia, mtu kama Didi Nyoro, mtu kama Babu Wino au viongozi wenye wamefanya kazi ambayo tumeona wakiwa MP katika constituency yao, kama mtu kama huyo akisema nataka rais, siri tumpe. Si wenye wamelala kwa government, sasa hivi wametoka na wanatuambia wanataka kuokoa nchi. Na nini? Kama wakati walikuwa hakuna usaidizi yenye walisaidia na nchi, ama mahali wanatoka walisaidia na nini? So tunasema hivi, hatutaki ukora. Na sasa hii hata Ruto anajua vizuri. Wenye wanabishana na Ruto amechagua IBC, ambaye anajua hii IBC kwa hao watu wake watamtangaza. So inastahili wananchi wapige hesabu mbele ya William Samoei Ruto. Lakini tukisema Ruto anaenda one term na mdomo, my friend, utakuwa na kazi ngumu kuondoa William Samoei Ruto. So mimi nasema Kenya ni nchi yenye tunataka tuendelee na kukuwa na amani kwa vijana, kwa wazee na kwa viongozi. Na viongozi Murkomen na huyu mwingine si Faruk, huyu kiongozi wa polisi huyu Douglas Kanja. Naona wengine wanakusifu. Mimi siwezi sifu Douglas Kanja. Sababu gani? Huyu Douglas Kanja ndio polisi wakiua watu wanahamisha polisi. Badala polisi wafungwe, wanahamisha polisi wanapeleka sehemu zingine. Wanaacha familia wale watu wakiwa wanalia na wapati haki. So ninamwambia Douglas Kanja hivi. Douglas Kanja, polisi ni binadamu kama wale wengine. Akifanya makosa, sheria ifuatiliwe. Asante sana.